You guys, the other day I was just talking to someone. She's a mother of 3 kids. Akaniambia, where we are going, maisha yetu ya huko mbele, watoto wengi watakuwa na elimu ya darasani, kwa sababu familia nyingi au nchi nyingi au serikali nyingi imeinvest sana kwenye masuala ya elimu. Sasa hivi kuna elimu za bure, na kuna watu wengi pia wanainvest kwenye masomo ya watoto wao. Watoto wengi wasoma private schools siku hizi, tofauti na miaka ya zamani. So the only thing that ambacho kitawasaidia watoto wetu huko mbele ni elimu ya maisha, elimu ya kuishi na watu wengine, elimu ya kumjua Mungu. Kwa sababu at the end of the day, huko mbele, what is going to make them stand out ni nini can they do, na pia tabia gani ambazo wanazo. Kwa sababu mwisho wa siku, siku hizi wazazi wengi tuko very busy kulea, kufanya majukumu mengine na kusahau kulea watoto. So kama mzazi una mtoto sasa hivi, kama una mpango pia kuja kuzaa baadaye, the only investment, the biggest investment that you're going to do to your kid ni kuweza kumfundisha good manners, kumfundisha namna ya kuishi na watu, namna gani ya kusolve problems. Ile elimu ambayo haipati darasani ipate nyumbani. Kwa sababu at the end of the day, uko mbele mambo yatakuwa tofauti. Watu wengi watakuwa na elimu, lakini tabia ya mwanao ikoje? Kwa sababu wazazi wengi sasa hivi wako busy kwenye majukumu mengine, wanasahau majukumu ya kulea watoto wao. Sisi kanisani kwetu kama wiki 2 zilizopita tulikuwa tunafundishwa mambo ya malezi, nini vitu kama hivyo, and we came to realize kwamba wazazi wengi hawana muda siku hizi, sio kama zamani. Wazazi wengi tuko busy kutafuta hela, and then tunasahau malezi na misingi ya malezi mizuri katika maisha yetu ya kila siku. And the other thing ni kwamba zamani wazazi wetu walikuwa na ile slogan ya kwamba mtoto wa mwenzio ni wako wako. Siku hizi haiko hivyo. Mimi nikikuta mwanangu anachapwa na mtu mwingine, naweza nikamind, kwa nini unamchapia mwanangu? Kwa nini? Yaani unaanzia wapi kumchapa mwanangu? So ndo society the way it is right now. So kama wewe mzazi unashindwa kutengeneza misingi bora ya maisha kwa ajili ya mtoto wako, tabia njema, namna ya kusolve problems, namna ya kuishi na watu, najua ile misingi ya maisha apart from elimu ya darasani, then utakuja kumkosea. Kwa sababu uko mbele ya safari, elimu, degree, masters, PhD inaweza isimate sana kama tabia ya mtu. Kwa sababu hizo ndio vitu ambavyo watu wengi wanakosa. Wazazi wengi hawafundishi watoto wao safe. So if you can invest to your kids right now, tabia njema, hofu ya Mungu, kwenda kanisani, kwenda msikitini, utakuwa unamtendea wema sana mtoto wako kuliko kitu chochote. So I wanted to share this with you also, as mtu yote ambaye ana mtoto au una mpango wa kuja kuzaa, jitahidi kuinvest in those issues, kwa sababu zitakuja kuwa na umuhimu mkubwa sana huko mbele kuliko tunavyofikiria. But also maisha yetu, dunia yetu tunapoelekea, mambo ni mengi sana. Take your time katika wiki, hata kama uko busy kutafuta hela, maisha ni magumu, take your time to sit down and talk to your kids. Mambo ni mengi, watoto wana practice vitu vingi, watoto wanafanya vitu vingi ambavyo vinatia huruma. So yeah, that's all.